Mwenye mroho amenyozumba, you are very gifted. Yani kishanga wetu mete one day, kaka silane jina itu. Ni nani mzee wa mzee mkarimu wetu Edward Kitui. Waheshimiwa ambao wamefika hapa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa ametembea na Oparanya nenya kupila kama kwasi kwanja mkwasi wa kifungu cha muhisa wa bantu kama la mama. Asante sana Hake Yesu peji nasima haleluya. Sadaka nategemea daima. Ni jamii yetu Shebeji, tukaenda nazo. So tunashukuru yale leo ametutendea urafiki na muda yote tumempoteza na hatutarudia tukiongea yale watu wameongea. Nataka kusema tu asante kwa wajomba. Hiyo ni ya Mwenyezi Mungu, vile askofu tayari amesema Mungu amemuita kule, tuna hakika atakuwa mahali pema huko juu. Sasa mimi nimeona wengi wenu hapa na nyinyi nyote nimepiga kura hapa kwangu. Mlipiga mimi kura kwa fujo kabisa. Mpiga kwa fujo kabisa. Walifanya ukarabati kule Nairobi vile unavyojua, na tumesema mara kwa mara kwamba mara hii sisi tutaki tu kuwacha namna hiyo, mpaka tufuate mpaka mwisho. Maana yake uliona kule Bwana Chebukati anasema yake na wale wengine wanasema yao. Wale ambao walikuwa ni marifari wanne walisema la, watatu wakasema ndio. Sasa mara hii kwa ya kwanza tukaona kama 3 imeshinda 4. Hiyo hesabu mpya ndio basi. Ati wale watatu ndio waliosema ukweli, wale wanne walisema uongo. Na mtu mwingine vile akajitokeza akapiga filimbi na katoa matokeo tofauti na yale ambayo Chebukati alitangaza. Nitumwambia bwana, fungeni ile nyungu pale ambaye matokeo yaliingia. Fungeni 7. Kama mtu alishinda sawa endelee tu. Lakini kama alishindwa asirudie tena. Hiyo ni mbaya. Pili, sisi tunasema watu wetu wamechoka. Gharama maisha imepanda. Si hivyo? Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya petroli, bei ya sukari, gharama ya stima, simepanda kila kitu. Karo ya shule simepanda. Ndio sababu tukasema bwana, ponda imechoka. Ponda imechoka. Hapana wazidisha weke mzigo zingine juu ya ile nyingine. Sasa wanaleta ushuru tena mpya mingi zaidi. Kwa mafuta wanaongeza tena sasa 8% nyingine. Bei ya mafuta itaenda juu na 10 kwa kila lita. Hata bei ya petroli na kila kitu itaenda juu. Watu matatu, watu bodaboda watapona shida. Upande mwingine hata wale wachana ambao wanafanya kazi ya kurembesha watu watatoza ushuru. Mama mboga atatoza ushuru. Kama wewe uko na biashara ambayo unapata kila siku shilingi 1000, utapata pigo ushuru. Ushuru umeweka kwa kila kitu sasa. Kwa hiyo ndio tunasema hii sio ngwana. Wachini hii ili sasa mzigo ipunguzwe. Waje uchumi iinuke kidogo kwanza, ndio mwanzo hii mambo ya kutoa ushuru hiyo. Wakati hii Wakenya wanaumia. Si wanaumia kabisa. Hiyo sasa nataka ujutu asikie kwamba Wakenya wanaumia. Para nyingine tena ni mambo ambayo yanaitwa ubaguzi. Ubaguzi ya kikabila.
Mmoja anaitwa Bwana Gachagua anasema Kenya ni kampuni ambayo watu wako na hisa. Kuna watu ambao wako na hisa mingi zaidi, wengine wako na kidogo, wengine hawana chochote. Kenya is a corporation. People have got shares. Those who have got more shares are those with fewer shares and those who have no shares. Sasa atusema kama wewe kupiga kura kwa Kenya Kwanza, wewe huna hisa. Alikuwa anamdanganya Bwana Mudavadi na Bwana Wetangula ati watapata 30%, 30%. Iko wapi? Wale wanatupa kwa kazi, wanaweka kabila moja. Wanafutwa kazi, kabila moja linawekwa. Lakini Waluhya wanatoa ushuru, Wakisii wanatoa ushuru, Wajaluo wanatoa ushuru. Kenya haiwezi kuwa ni kabila moja au kabila mbili peke yake. Hiyo tukisema tunafanya makosa. Tunafanya makosa. Tunasema Kenya ni watu wote. Kama umepatia kazi Mkalenjin, patia Mluhya, patia Mkisii, patia Mjaluo. Hiyo ndio Kenya tunataka. Lakini baguzi ya kikabila hatuwezi kukubali. Tumesema kama tutafanya na hiyo, tutaandika barua kwa Umoja wa Mataifa. Tupige kura ya maoni. Alafu mambo ya sheria ya ushuru tumesema Wakenya wakatai. Na bunge ikienda kule ipige kura, ijulikane mbunge gani ambaye anaunga hiyo mkono. Idadi iwekwe pale ionekane. Mjumbe Butere alipiga namna gani? Hilo Hussein alipiga namna gani? Sio sawa? Sio sawa? Wabunge wapinge wasipinge? Wapinge. Si wapinge? Mbunge wenu sasa mpaka pati ya habari ya kama wananchi wanataka hii sheria ya ushuru iwekwe kando kwanza mpaka uchumi imarike ndio rudishwe baadaye. Sasa wakati huu punda imechoka. Sio choka sana? Umechoka sana? Asanteni sana. Wacha mimi niende sasa kwa tena mazishi ingine kule upande ya Kisumu. Ni jamii yetu Chembeji, tukaenda nazo. So tunashukuru yale ametutendea urafiki na muda yote tumempoteza na hatutarudia tukiongea yale watu wameongea. Nataka kusema tu asante kwa wajomba wangu. Umejaribu. Asante sana, tumpigeni makofi. Ambaye anaita next jamaa, marafiki na waombolezaji wote, nachukua fursa hii pia kuwasilisha rambirambi. Wema wa kutosha, dhambi zangu usiosha. Yesu nasimama, Yesu nasimama, ni salama.